Siku nyingine tena mwana Afrika ya Mashariki ambao unaisikiliza Bongo Flavor Top 20. Tunasema another time, another show. Na hii hapa ni maalum kabisa kwa ajili ya wale ambao wanapata nafasi ya kupita hapa. Kila wiki na kuwa na mmoja, na ama inaweza kawa zaidi ya mmoja, inategemea na muda utakavyoturuhusu. Lakini hii ni Backstage, niite Grayson Gideon. Na leo niko na Manfongo, mmoja ya wasanii ambao walifanya poa sana na akaiwakilisha muziki wa Singeli. Alifanya ngoma moja kubwa sana, inaitwa Hainaga Ushemeji. Ni moja ya ngoma ambazo ni kubwa, na katika level ile kwa muziki wa Singeli tunaweza tukaiweka namba moja. Lakini msanii ambaye pia aliweza kuvuka matarajio makubwa sana ya kile ambacho watu walihisi kwamba Singeli ni muziki labda wa mtaani tu, na kupitia huu muziki pia amepata mafanikio binafsi kwa sababu ameweza kuwasaidia watu washikaji zake mtaani, na wapo ambao walikuwa ni wakabaji, shughuli ambao alikiri pia kwamba yeye mwenyewe aliipitia, na sasa hivi wamejiajiri, wengine wanauza chipsi, amewawezesha yeye. Kwa hiyo muziki umekuwa zaidi ya mwokozi kwenye maisha yake, na leo niko naye hapa kupiga naye story kwenye Backstage, na kuna mengi ya kuzungumza bila shaka. Ana ngoma yake mpya sasa hivi. Yeah. Manfongo, mambo ni aje mzee? Bwana, chuzi limekolea nazi na chele limepata mchambuaji. Okay, Manfongo, kwa historia ambayo inaonyesha ni kwamba wasanii wengi sana ambao huwa wanatoa ngoma kubwa katika historia ya maisha yao huwa inakuwa kama laana hivi. Kwa mfano Two Face Idibia amewahi kutoa ngoma yake African Queen, alikiri mwenyewe kwamba inakuwa kama laana hivi kwamba atatoa ngoma nyingi lakini still bado watu wataiulizia African Queen. Darasa anapitia mtihani huu. Ngoma yake iliyopita watu walikuwa hawasubiri kusema kwamba tunahitaji ngoma mpya Darasa, na walikuwa wanasubiri je, Darasa ataifunika ile? Ndio. Manfongo, na wewe una dude moja kubwa sana mshikaji wangu, linaitwa Hainaga Ushemeji. Yeah. Linakupitisha kwenye huu mtihani ambao wameupitia wasanii wengine waliotengeneza hit song duniani. Ujue kuna kitu kimoja katika kazi ya muziki. Utafanya kazi ya muziki, kuna wengine wanafanya kazi ya muziki miaka mingi, ana bahati ya kutoka. Okay. Kwa hiyo unaweza kupata bahati ya kutoka na ile ngoma ambayo inakutoa, utaweza kuja kufanya ngoma kali kama ile ambayo ilokutoa. Umeona bwana? Kwa kweli tunaweza tukafanya ngoma kama hivi, mbona nimetoa tu Safi, lakini najua kabisa Safi ukipiga na Hainaga Ushemeji vibe yake tabaki kuwa pale pale. Okay. Kwa sababu Hainaga Ushemeji kama baba tabaki kuwa baba. Yeah. Umeona bwana, ni kitu ambacho unachokitoa ni cha kuzalisha. Yaani kama mtu umekuja kwa kasi. Kwa na imani hakuna mtu ambaye anatoa ngoma tu hii kwa kali. Inaweza ikawa kali, lakini wa Tanzania unaangalia wanaipokea vipi. Okay. Umeona, kwa mimi ambaye nitunga ngoma, nitaona ngoma yangu ni si mchezo, ngoma hii kali. Lakini sasa unaangalia je, wa Tanzania wanaipokea vipi? Okay. Lakini kwa Tanzania walishaipokea vizuri Hainaga Ushemeji. Okay. Kwa kadri nitavozidi kutoa ngoma, Mtanzania atakuwa ile Hainaga Ushemeji kwa sababu shamka katika kichwa, itabidi nimconvince kilazima ni hadi aelewe ngoma mpya. Okay. Kwa kuna mtihani zaidi. Manfongo, umetoa ngoma yako mpya inaitwa Safi, sio? Ndio. Hali ikoje nje ya management yako ya kwanza? Uko management nyingine sasa hivi? Ya management ya kwanza na sasa hivi zote ni kitu kimoja, kwa sababu mara kwanza tupo na Jimeka. Okay, yeah. Alojitoa ni Jimeka peke yake. Na Jimeka alivyojitoa hadi sasa hivi tunaendelea vizuri, kwa sababu tukiangalia kinachotakiwa katika kwa msanii, kinachotakiwa ni kitu kimoja. Unachotakiwa kwamba ni upambane katika muziki wako, toe ngoma nzuri, Okay. upige chupa kali. Umeona bwana, na kinachofuatia hapo cha tatu uangalie je, wadau wanaipokea vipi ngoma. Umenishtua ulivyosema Jimeka alijitoa. Mimi nilidhani wewe ndio ulijitoa kwake. Jimeka ndio alijitoa, alisema bwana alopata kapata, alokosa kakosa. Kwa mimi nikajangaa nikaona mbona uwezo wa kujiendesha nao. Okay. Umeona bwana, nikamchukua Wasowiso nikamwambia utakopo unanisaidia, kwa sababu kichwa changu ni cha mtu mmoja. Kwa hiyo sitoweza kumiliki kazi, kumiliki show, kukaa chini na kutunga. Bado nitakopo sina uwezo huo. Kwa hiyo inabidi nimpate mtu ambaye wakunisaidia. Okay. Nikamchukua Wasowiso ananisaidia. Ila alojitoa ni mtu mmoja tu, Jimeka. Kwenye management. Ya, na hadi sasa hivi ukiangalia mimi muziki wangu naweza kumudu vizuri. Okay. Kwa sababu napiga chupa kali, na ukiangalia tofauti wa mara kwanza tulivyokuwa na management na sasa hivi ninavyojisimamia mwenyewe. Okay, Jimeka niliongea naye wiki kadhaa zilizopita, alipita hapa naye Backstage akaniambia kwamba kitu kilichosababisha mkazinguana sio wewe tu, hata Sholo Mwamba, ni kwamba mlihitaji kuwa kibiashara zaidi, wakati yeye alikuwa anahisi kwamba muziki wa Singeli haujafikia level za kufanya biashara, na kuna wadau wengine walikuja ndani wakawa wamesababisha nyie mkavurugana. Unalizungumziaje hili? Ni kweli? Mimi hadi kwa sasa hivi sina kinyongo na mtu yote, na hajaingia mtu yote katika kazi yangu mimi. Okay. Kusema kwamba fanya hivi na hivi, si uachane na mtu fulani ufanye hivi, hapana.
Wanasema kuna baadhi ya media ziliingia, nyingine zikawa vuruga nyie wasanii, kwa sababu kuna biashara iliingia, media zikataka huyu amchukue huyu, kwa hiyo hayo yalivuruga. Kuna ukweli kwenye hilo? Hakuna kitu kama hicho. Ujue management ndio ile uko inanisimamia mimi. Kwa hiyo kama ilitokea kitu kama hicho, kwa upande wangu mimi sielewi. Nini kiliwatenganisha wewe na G-Maker? Mimi na G-Maker katika kupata hela, yani ni hela. Tulipopata hela, kwa kila mtu, G-Maker mwenyewe ndo akampigia simu Asowiso manager, akamwambia bwana, mimi nilikuwa lengo langu ni kuwasaidia. Na hadi kwa katika hatua sasa hivi mliofikia kwamba kila mtu alopata kapata, alokosa kakosa. Mimi nilikuwa lengo langu ni kuwasaidia. Na mimi nilipokuja kusikia taarifa zile kutoka kwa manager yangu Asowiso, nikamwambia basi sawa, kwa sababu sisi wenyewe tunaweza tukajikizi na tukausimamia muziki wetu tukaenda vizuri. Okay. Umeona, kwa sababu G-Maker akasema hivyo, kwa sababu kaongea kama kimetokea kitu fulani kama vipi kila mtu afanye mambo yake. Haito tushinda sisi tutapambana. Endapo kama tukiona katika msafara wetu mzito, basi G-Maker yeye atahusika katika ushauri, hata katika mchango, kwa sababu mnapigana simu naongea fresh kwamba hatuna ugomvi, hatuna uhasama. Yani kama kitu mimi nitakuwa nimekwama, G-Maker kama kakaangu nitaenda nitamlilia shida, atanipa msaada. Lakini kwa sasa hivi muziki wangu unaendesha vizuri. Kama hivi nimetoa chupa hii hapa, nimegharimu 3.5 million. Bado hata director sijamgea hela yake, yani kafanya kwa kunipenda tu. Ivan ananikubali, tumekodisha kamera, tumelipia location, vitu vingi tofauti. Imegharimu 3.5 million hadi video imetimia hivi. Kwa hiyo mimi mwenyewe naweza nikausimamia muziki wangu vizuri. Okay. Huyo ni Manfongo. Dakika chache sana za kupita hapa backstage ya Bongo Flava Top 20 kama ambavyo umemsikia anazungumza. Lakini juzi nilikuwa mkoani Morogoro, nikazungumza na Afande Sele. Aliongea mengi sana ambayo yaliclick kwenye bongo za watu wengi sana. Wengine walichukulia kama ni diss, na moja ya vitu watu ambao waliwagusa pia Afande Sele ni Manfongo. Afande Sele alisema kwamba haamini kwamba Manfongo anaweza kwenda kufanya show India, sababu Manfongo kweli alikuwa India juzi kati, tuliambiwa, nilizungumza na G-Maker, na akasema kwa mziki gani, kwa uzalendo gani bwana Manfongo aende akafanye India show na muziki yote ile ambayo Wahindi wanayo? Unazungumzaje mzee? Ujue kisingeli kipo katika asili fulani vya Kitanzania. Kweli kuchikuchota alafu ghafla ainaga ushemi. Ni safi tu kutokana wao ujue wazungu siku zote wanapenda kitu tofauti. Wazungu au rangi nyeupe kwa kifupi. Wanapenda kitu tofauti. Unaweza kupiga muziki wako na unajua wewe na akaja akaangalia huu muziki gani. Ndio maana kila siku mchiri kujagwa unasafiri unaenda Ujerumani, anafahamu anaenda wapi, kwa sababu nini? Ni kitu ambacho cha pekee yao. Okay. Kwa singeli na sisi tuna muziki wa pekee, tuwezi kufanisha na Bongo Flava wala R&B. India maeneo gani unaenda kufanya show? Tumeenda kupiga New Delhi show, tukaenda tukapiga Bangalore, nilikuwa nipo na Shilole. Okay, ulikuwa na Shilole. Na mlijaza? Tumejaza, yani mwitikio mkubwa kwa kweli. Kwanza tumepiga pale New Delhi, watu walikuwa kama wote hivi. Okay. Umeona, wamekuja Tanzania, wamekuja Nigeria, wamekuja watu wengine tofauti rangi nyeupe. Wamepokea vizuri show, tumepiga show vizuri. Tukatoka pale tukaenda Bangalore, tukapiga show vizuri, tukakaa siku 2 tukarudi Tanzania. Haya bwana Afande, umesikia au umetazama? Huyo anazungumza kwamba wameenda wamefanya show na sio kama ambavyo unadhani bwana Afande. Huyo ni Manfongo. Okay, Manfongo, kukumalizia, nataka tuzungumze issue moja. Wadau wanahisi kwamba muziki wa singeli mwishoni mwa mwaka jana ulikuwa tunazungumzia muziki, kuibuka kwa muziki na una hiti na watu wakaanza kutarajia makubwa sana. Mwaka huu wakati unaanza tukaanza kujadili kwamba muziki ule umestaki ama umesimama. Unahisi kwa nini mzuka sio ule ambao tuliona mwaka jana mwisho? Kwa sababu mshauzoea tayari, kwa sababu mlikopo mnasira nao muziki ili muujue kiundani. Kwa sababu mshaujua kiundani, mshauzoea kama Bongo Flava. Kwa hiyo ndio maana mnaona vibe yake imekuwa kawaida, lakini kama ilikopo bado hamjaujua, mngetaka kuujua zaidi. Kwa hiyo ingekuwa kama mara kwanza. Lakini hadi kwa sasa hivi mshaujua kwamba singeli ni muziki wetu na unatokea Tanzania. Kwa hiyo basi ishakuwa muziki wetu. Kwa hiyo chochote tutakachokifanya unajulikana ni kisingeli. Okay, ongea na raia mwanangu, maneno machache tumalizie. Wa Tanzania nawapenda sana, kwa sababu bila nyinyi hakuna kisingeli, bila nyinyi hakuna Manfongo. Okay. Kwa hiyo niko naomba support yenu. Kama ukipenda zaidi kwa mtu wangu wa karibu, unaweza kutembea katika akaunti yangu ya Instagram Manfongo 26
kwa mule ndani nimeandika wauni wote peponi, utajua ukweli manifongo. Yeah. Oya, tumekamilisha hivyo backstage ya Bongo Flava Top 20. Asante sana kwa wewe ambaye unaisikiliza hii popote ulipo Afrika Mashariki na popote duniani pia unapoitazama hii. Thank you so much kwa kusikiliza show. JR Junior anaendelea kuzihesabu zile ngoma nyingine za nafasi za juu zilizosalia mpaka wiki nyingine tena, lakini usisahau kesho na kuwepo kwenye Weekend Breakfast na Arnold Gosbert 12 asubuhi mpaka saa 4. Kama kawa kama dawa in East Africa Radio, usiondoke, salia hapo hapo. Ciao.